وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. Ulimwengu wa sasa, ulimwengu wa kileo, vijana na watoto wote wamejisahau ni namna gani wanaweza kuishi na wazazi wao, wakapata baraka za wazazi, wakapata dua za wazazi, wakapata huruma kutoka kwa wazazi wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuzungumzia aya hii na maneno yake yaliyokuwa matukufu, anatuelekeza ya kwamba hakuna mola yoyote apasaye kuabudiwa isipokuwa ni Mwenyezi Mungu tu. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye yule atakayezungumza siku ya Kiyama akisema, manil mulkul yawm, ufalme wa leo ni wa nani? Hakuna binadamu yoyote atakayeweza kujibu swala hili. Hakuna binadamu yoyote atakayeweza kujitokeza na kuweza kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, na Mola wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha kuwa yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa. Hakuna mola mwingine bali ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi lam yalid wa lam yulad, ambaye Mwenyezi Mungu huyo hakuzaa wala hakuzaliwa. Huyu ndiye anapaswa kuabudiwa kwa kila aina. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatueleza kwa mara nyingine, wabilwalidaini ihsana, na wazazi wawili baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wazazi wawili wafanyiwe wema. Imma yablaghanna indaka alkibaru ahaduhuma au kilahuma, pindi wewe utakapokuwa ni mkubwa, ni lazima wewe uwafanyie ihsani wazazi. Ima mmoja wapo katika wazazi hao, ima wote wawili. Ni wajibu kwa kijana, ni wajibu kwa mtoto ambaye anajitambua yeye tayari kashazaliwa, ni lazima afanye ihsani juu ya wazazi wake.